Iran wamekataa kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambayo amefanya na Donald Trump. Sio kama vile ambavyo Donald Trump ametuambia kwamba amefanya mazungumzo na kiongozi mkubwa mwakilishi kutoka Iran, ambaye kwenye mazungumzo yao imeonekana kwamba kuna uwezekano wao kuweza kufikia makubaliano. Hivyo basi Donald Trump akasema ametoa siku 5 hawezi kuishambulia Iran. Yaani kwa maana kwamba ndani ya hizo siku 5 Marekani, Israel hawatoishambulia Iran. Lakini sasa Iran kupitia waziri wa mambo ya nje Iran wamesema kwamba wao hawajafanya maongezi yoyote na Donald Trump wala hawajafanya maongezi yoyote na mtu yoyote kutoka kwenye upande wa Donald Trump. Hivyo hayo anayosema Trump ni kama vile mtu ambaye anajiridhisha yeye mwenyewe tu. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a fucking hell. This is it. Are you ready? Ready. Good to go. 3, 2, 1. Wao walichosema kwamba wanaendelea na mpango wao upo pale pale mpaka pale ambako wao walikuwa wamepanga wapi ambako watasitisha vita. Lakini pia msemaji wa jeshi la Iran kutoka Tehran, na yeye amesema pia kwamba hakuna mazungumzo yote ambayo yamefanyika na usitishwaji wa vita haupo. Mazungumzo yatafanyika angani. Ina maana akisema angani maana yake kwamba watakutana angani kwenye makombora angani, ndiko huko ambako mazungumzo yatafanyika. Iran amejiamini sana, tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanafikiria, tofauti na vile ambavyo watu walizania kwamba akipewa kichapo siku kadhaa tu, wiki moja, wiki mbili, hii vita ingekuwa imeshamshinda. Hata Donald Trump mwenyewe, wachambuzi wa mambo wanavyoona kwamba alikuwa afikiri hivyo kwamba atafika hizi siku zote akiendelea kushambuliana na Iran. Sababu siku ya kwanza kabisa ambayo ameanzisha ugomvi, siku ya kwanza kabisa ambayo Marekani ameanza kuishambulia Iran, aliwaua viongozi muhimu. Walitegemea moja kwa moja kwa kuua viongozi muhimu hakuna ambacho kitakuwa kinaendelea. Na mpaka sasa ameshaua viongozi wengi wa Iran, akijua kwamba hiyo ndio ingekuwa njia ya yeye kumaliza vita, lakini kumbe wanashambulia kila upande. Siku ya kwanza alimuua Ayatollah Khamenei, kiongozi mkuu, lakini ameshamuua head of security Ali Shamkhani, ameshamuua kiongozi wa national security Ali Larijani, lakini pia ameshamuua commander in chief wa kikosi cha IRGC anaitwa Mohammed, lakini pia ameshamuua waziri wa ulinzi Bwana Aziz. Umepata picha kwa hao viongozi wote aliowaua. Alikuwa anategemea kabisa nchi isingeweza kuendesheka kijeshi, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba kama wanavyoendesha wao na watu wengine wanavyoendesha nchi zao ndivyo hivyo Iran. Lakini tofauti ni kwamba Iran wako tofauti. Wao Iran hawaongozi kama sisi watu wengine tunavyoweka uongozi wetu. Wao wako tofauti kidogo. Na ndio maana hata juzi Trump aliposema kwamba atashambulia miundombinu ya umeme ya Iran ili aipeleke nchi hiyo gizani, akamwambia hawezi kuiweka nchi gizani kwa sababu miundombinu yao ya umeme ipo juu sana. Waziri wao wa nishati ana PhD. Jamaa kuanzia yupo sekondari, chuo, mpaka anakuja kupata PhD huko. Jamaa anasomea umeme tu. Anasomea kitu kimoja tu. Hakuchanganya kitu kingine chochote katikati, na mpaka sasa hivi yeye mwenyewe pia ni mwalimu wa chuo kikuu huko Iran. Wakati anahojiwa kwenye television akasema kwamba hawawezi kuifanya Iran kaingia gizani kwa sababu hilo walishalijua tangia mwanzo kwamba wakichokozana na Marekani sehemu ambayo atakimbilia nyingine ni kwenda kulipua na kuharibu sehemu ya miundombinu ya umeme. Wao wameweka vituo vya umeme 150 nchi nzima. Kwa hiyo hauwezi kujua ni kipi utaanza kujaribu, kipi uje kumalizia kipi. Anakuambia hata wafanyeje hawatoweza.
Maongezi ambayo Trump anasema kwamba amewaambia na walikuwa kwenye sehemu nzuri, sisi watafungua mlango wa Hormuz, sehemu ya kupitishia mafuta baharini, mlango wa Hormuz, kwamba watautawala, kwamba yeye na Ayatollah aliyekufa ambaye sasa hivi Ayatollah aliyoteuliwa sasa hivi mwanae, watashirikiana wao kuweza kuumiliki huo mlango. Lakini msemaji wa jeshi amesema kwamba kama endapo Iran itahitaji kushirikiana na mtu kwenye kusaidiana naye kuulinda huo mlango, basi atashirikiana na majirani zake ambao wanahusika. Hawezi kushirikiana na mtu asiyehusika. Kwa bwana, Irani anasema vita itaendelea mpaka yeye alipopanga yeye kuishia. Plani yake, mikakati yao walivyoipanga itakapoishia ndipo atakapositisha vita. Mpaka sasa nchini Iran wafanyakazi wa serikali wote wameshaongezwa mshahara, lakini pia limetolewa agizo kwa kampuni zote binafsi, sekta zote binafsi kuongezea mshahara wafanyakazi wao mara kubwa zaidi, na haijawahi kutokea tangia Iran imeanza. Haijawahi kutokea mshahara ukaongezwa kwa kiasi kikubwa kama hivi. Lakini pia wagonjwa na usafiri bure. Yaani wagonjwa wote wanatibiwa bure katika hospitali zote za serikali. Wanatibiwa bure kabisa, na usafiri pia ni bure. Lakini pia wameelekeza wanafunzi wote, wanafunzi wa vyuo mpaka elimu ya chini, wote watakuwa wanaendelea kusomea nyumbani. Kwa mpaka hapa utaona mzee jinsi gani ambavyo Iran wamejipanga na hawataki kuachia mlango bahari wa Hormuz wa Marekani. Sasa ngoja tumsikilize Donald Trump na mshirika wake Netanyahu wataamua nini kwenye hili. Wataamua nini juu ya Iran? Kwa sababu mpaka sasa hivi Iran ameshaidungua ndege ya Marekani ambayo inaitwa F-35. Hii ndege ulifanyika uchunguzi zaidi ya miaka 30 ili kuweza kuitengeneza hii ndege. Zaidi ya dola milioni 100 kuitengeneza na kuigharamia hii. Lakini pia hii ndege haionekani kwenye rada, kwa maana kwamba ina uwezo wa kuingia kwenye nchi yoyote ile na ikashambulia na ikaondoka bila kuonekana kwenye rada yoyote na bila kushambuliwa na kitu chochote. Hii ndege imeshafanya mashambulizi sehemu tofauti bila kuonekana. Lakini pia hili ni bonge moja la pigo kwa Marekani, kwa sababu hii ndege kudunguliwa, yani maana yake kwamba dunia nzima sasa inaiangalia Iran kwa jicho la tatu, yani kwamba Iran sasa imekuwa na nguvu kubwa ya kijeshi. Japo Marekani wao wamekataa kwamba ndege haijalipuka, kwamba imetua iko salama na nini, lakini ukiangalia hii video hapo wanatuonyesha kabisa Iran jinsi ambavyo wameiset na wameidungua. Na wameidungua kwa kutumia vifaa vya zamani, sio vitu vipya sana. Yani walichofanya wamesema kwamba waliisoma ndege ya Marekani na wakaijua hii ndege uzoefu wake uko wapi, wakajua hii ndege inazalisha moto mwingi sana. Kwa hiyo ili mradi waweze kuiona wakatumia kifaa ambacho kinaitwa heat signature. Yaani wao kwa wanafuata moto, kwa sababu ile ina moto mkali sana inavyoondoka. Kwa hiyo ina joto kali sana. Kwa hiyo walichokifanya wao wakajua kwa sababu haionekani kasteli nyingine yoyote, kwa sisi tunalenga chenye joto kali yoyote kinachopita angani. Kama same story ambavyo wameweza kuisoma Israeli. Wameweza kuisoma Israeli kwamba Israeli haishambuliwi. Ule sehemu yake ambao kuna nuclear site kule ambao kunaitwa Dimona, hakujawahi kushambuliwa tangia mwaka 1948. Halijawahi bomu kupita. Lakini wameweza kuishambulia. Wameishambulia Israeli na mabomu yameingia na wameshambulia. Msemaji wa jeshi anasema kwamba anachoilaumu Israeli ni kujenga miundombinu ya nyuklia karibu na makazi ya watu, wakati wao na Marekani wanakataa nyuklia kutengenezwa kwenye nchi na wanakataa isiwepo karibu na makazi ya watu. Kwa nini wao wameweka karibu na makazi ya watu mpaka wao wamepelekea kuua watu zaidi ya 200? Japokuwa Israeli wamesema idadi chache tofauti na hiyo, lakini msemaji wa Iran akasema ni zaidi ya watu 200.
Kwa walitumia muda mrefu sana kuisoma. Wameisoma Israeli vizuri, wamesoma teknolojia za kuzuia makombora. Ndio maana unasikia makombora yanafika Israeli. Tofauti na ambavyo watu mwanzo walikuwa wanashindwa kuyafikisha. Kwa mpaka hapa sasa dunia inamwangalia Iran, inamuona tayari ameshakuwa na teknolojia ya nguvu. Nakumbuka nyuma ya Iran kuna Mchina, kuna Mrussia. Hata ambako ameenda kushambulia kwenye vinu vya mafuta Oman. Ameshambulia vinu vya mafuta Oman, pale Oman wanalindwa na ulinzi ambao wanatumia kulindwa, wanalindwa na Marekani. Anga yao inalindwa na Marekani. Lakini mabomu yamepita, drone imepita na imeshambulia. Uwanja wa ndege wa Dubai umeshambuliwa, karibu na uwanja wa ndege wa Dubai wameshambulia, mabomu yamefika. Ina maana hapa unaonekana udhaifu, wameshaupata udhaifu wa ulinzi wa anga wa Marekani uko wapi. Ndio maana sasa mkuu wa majeshi, msemaji wa jeshi la Iran anasema kwamba anachokifanya sasa hizi Trump waambia kwamba amelegeza masharti ni kwamba anataka ajipange upya. Ameshajua kwamba kuna vitu amevijua, kuna makosa ameyapata. Kama hivyo kuna dogo ambaye ana miaka 26 amekamatwa na jeshi la Israel kwa sababu alikuwa ametuma picha 27 na kuelezea jinsi mifumo ya kiulinzi inavyofanya kazi, lakini pia meli za Marekani na Israel zinavyofanya kazi. Wao wanajua kabisa hapa sasa hivi akimwacha anaenda kujipanga. Ndio maana wamekomaa, hawataki. Lakini pia vile ukiangalia kwenye hili swala, Marekani kwa nini sasa hivi anasema kwamba ameongea, anataka vita iishe na nini? Kwa sababu pia wameingia kwenye mgogoro wa dola. Kwa sababu anachokifanya sasa hivi Iran, mafuta yake anamuuzia Mchina, anamuuzia Russia. Na sana anamuuzia Mchina. Karibu yote anamuuzia Mchina kwa hela anayochukua hawatumii dola. Wao analipana kutokana na hela ya Iran au hela ya China. Hawalipani kupitia dola. Kwa mpaka hapo dola inashuka. Sababu dola ndio ina control mafuta, na wao hicho kitu hawakitaki miaka na miaka. Hawakitaki hicho kitu cha dola kucontrol bei za mafuta. Ndio sababu hata walivyoambiwa kwamba wafungue mlango wa Hormuz waweze kuziruhusu meli ziweze kupita, meli kadhaa za mafuta za Umoja wa Ulaya na UAE, moja ya nchi za Kiarabu, wamekataa kufungua kwa sababu wamesema hatuwezi kufungua na kwanza hatuna mafuta. Sisi hatuna mafuta ya akiba, hatuna mafuta yote yaliokuwepo ambayo yanazuia kuuzwa. Walikuwa na mafuta yao wote wameshachukua. Hii yote ni kwa sababu anakataa, anajua ikienda UAE au ikienda EU kule kote, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Kiarabu, nchi za Kiarabu kote atauza kwa dola, ambako itakuwa hela itarudi tena kwa Marekani. Hela ikisharudi tena kwa Marekani, manake hapo yeye atakuwa anapata hela ndogo, kwa sababu kodi ambayo atalipa kule kwenye dola tofauti na huko wanavouziana wenyewe kwa hela zao. Hilo ni somo refu kidogo, ni somo lingine. Marekani anasema tayari ameshashambulia mifumo yote ya nyuklia ambayo iko Iran. Na Iran wakajibu kwa kutoa video ambayo inaonyesha wana makombora mapya ya kutosha tu yapo chini. Ina maana kwamba kuna makombora hayajatumika. Lakini pia vile juzi hapa kambi ya Uingereza imepigwa na makombora mawili. Moja limefika, moja limeishia kwenye maji. Ni moja ya kambi za Uingereza ambazo zipo kwenye nchi za UAE. Mabomu ambayo yametumika, kombora ambazo zimetumika kufika kule ni makombora ambayo yanapiga kwa umbali wa kilomita 4,000. Lakini makombora ambayo anayo Iran siku zote na ameyaripoti kwamba kwenye Umoja wa Mataifa ameripoti kwamba makombora yake yana uwezo wa kufika ni kilomita 2,000. Je, haya makombora ya kilomita 4,000 yaloenda huko, wamekataa kwamba haya makombora sio ya kwao. Wao utakuja kugundua kwamba nguvu ambayo wanayo Iran hawakutegemewa kuwa nayo kama walivyo nayo sasa hivi. Kwa hapa lazima hapa Donald Trump arudi, na pia Donald Trump kwa upande wake pia amekosa ule ushirika wale watu wake wa nguvu. Angepata ushirika kutoka kwa Uingereza, Ufaransa, German, hapo angekuwa na ubabe wa kuongea.
hii kuwa na kombora, kwa Irani kuwa na kombora ambalo linaenda kilomita 4000, manake ana uwezo wa kupiga London, ana uwezo wa kupiga Paris Ufaransa, ana uwezo wa kupiga, yani ana uwezo wa kupiga Ulaya kwa kifupi. Kitu ambacho Ulaya wenyewe wameshtuka, walikuwa hawajui kama Iran ana uwezo huo wa kuipiga Ulaya akitokea kwake. Tofauti na wao wanavyofanya kwamba wanaweka base sehemu nyingine ndio ampige yeye Iran. Yeye Iran ana uwezo wa kuwapiga akitokea kwake bila kuweka base sehemu nyingine yoyote, akaipiga Paris. Ngoja tuone nini kitatokea. Trump amesema siku 5 watu shambulia, Iran wamesema mashambulizi yanaendelea kama kawaida. Masuala ya mazungumzo yatafanyika angani kwa sababu wao wamesema kwamba utambui uongozi uliokuepo. Wao na wao wamesema maongezi yote yanatakiwa kufanyika yatafanyika angani. Subiri tuone itakuwaje. Nini ambacho kitaendelea. Nitaendelea kukujuza, nitaendelea kukuletea story. I'm literally hearing missiles going off and loud bangs. Oh my god, it's a missile! What the fuck, man? Oh my god, that building just got murked, bro. What the fuck, bro? I'm in Dubai Marina and just now an Iranian missile has just struck the building right next to me. Look at this fucking smoke. Bro, I'm literally hearing missiles going off and loud bangs. Oh my god, it's a missile! Oh my god! Missile! Oh my god! Oh my god, that missile's gonna hit! Heads under attack, G. Ino Makule ndio jina langu. Usisahau kubonyeza subscribe, like na kucomment. Nipate maoni yako tofauti. Thank you.